Baada ya kusema maneno haya ya kushukuru, naomba nikupeleke moja kwa moja kwenye ujumbe wa leo unaosema Yesu anapokuwa ndani yako. Yesu anapokuwa ndani yako. Yesu anapokuwa ndani yako. Shika sana neno hili kwamba Yesu anapokuwa ndani yako. Na nianze kwa kusema Yesu anaweza akawa ndani yako, lakini pia unaweza akamfanya akawa nje. Na Yesu anaweza akafanya kazi ndani yako, lakini pia anaweza akafanya kazi nje. Lakini kikubwa ambacho tunachokwenda kuangalia ni Yesu anapokuwa ndani yako. Na utashi wa Yesu ni kutamani awe ndani ya kila mmoja wetu. Uwepo wake, nguvu zake, uwezo wake, ule uliomfufua kutoka katika wafu, uweze kuwa ndani ya kila mmoja wetu. Na ndio maana tuna ujumbe huu ya kwamba Yesu anapokuwa ndani yako. Katika maandiko ambayo nimeyasoma, Paulo alikuwa anaongea na kanisa la Wakorinto. Ndani ya Korinto kulikuwa na watu walioamini, watu wenye karama za namna mbalimbali, watu wanaompenda Yesu, watu ambao walikuwa wanapenda karama za kiroho. Lakini wakati huo huo ndani ya Korinto kulikuwa na watu wanaotenda dhambi, kulikuwa na watu ambao wanamuona Paulo sio mtume, kulikuwa na watu ambao wanaleta faraka, kulikuwa na watu ambao wanafanya dhambi za zinaa. Kulikuwa na makundi kama matatu hivi. Kundi la kwanza ni lile ambalo Yesu alikuwa ndani yao, na walimwamini Yesu, walimfuata Yesu, walikuwa na karama, walikuwa na vipawa. Kundi lingine lilikuwa ni kundi la machafuko, linaloleta migawanyiko na division ndani ya kanisa. Wengine walijifanya wao ni wa Paulo, wengine wakajifanya ni wa Apolo, na wengine wakajifanya ni wa Kristo. Haya makundi yote yalikuwepo, na Paulo kama baba yao wa kiroho alipokuwa nao alikuwa amewaonya wale ambao wanaleta migawanyiko na wale ambao wanatenda dhambi. Na katika waraka wa kwanza aliuandika kuwaonya na kuwaambia, mimi sintamhurumia mtu anayetenda dhambi. Sasa katika waraka wa kwanza alipata taarifa ya kwamba kuna watu waliotubu, lakini katikati ya wale watu ambao wametubu na wengine kulikuwa kuna watu ambao hawajatubu. Sasa hao ndio aliokuwa anaongea nao, anawaambia mnatafuta dalili ya Yesu Kristo ambaye anasema kutoka ndani yangu, ambaye nilipokuwa kwenu huyu Yesu hakuwa dhaifu, alionekana ana nguvu, alionekana ana uwezo. Na ndio maana mliona watu wengi wakiokolewa, watu wengi wakipona, vitabu vingi vya waganga vikichomwa. Ni kwa sababu ya Yesu ambaye alikuwa anafanya kazi na kunena kupitia mimi Paulo. Hebu sema amen. Rudia tena amen mara ya pili. Akawaambia mnatafuta hiyo dalili ambaye mlimuona akinena. Kwa hiyo Paulo aliamini ya kwamba Yesu aliyekuwa ndani yake ananena, ana uwezo, ana nguvu, amejaa utukufu. Ni kweli alisulubiwa katika udhaifu, maana yake alionekana ni maiti,
Lakini baada ya kufufuka, Yesu haishi tena akiwa mdhaifu. Yesu anaishi akiwa na nguvu, akiwa na uwezo. Sasa Paulo anasema huyo Yesu ambaye anaishi akiwa na uwezo, akiwa na nguvu, huyo Yesu yuko ndani yangu, anafanya kazi. Na akawaambia, na nyinyi wa Korinto lazima muelewe ya kwamba Yesu anaishi ndani yenu. Lakini kuna jambo moja ambalo mnapaswa kulifanya. Mnapaswa kujijaribu ninyi wenyewe, kujithibitisha ninyi wenyewe ya kwamba Yesu anaishi ndani yenu. Labda iwe mmekataliwa kwa sababu Yesu hafanyi kazi pamoja na nyinyi, kwa sababu labda mmekataliwa. Lakini anawaambia ni vizuri wajijaribu ili kuthibitisha ya kwamba Yesu aliye mkuu, mwenye uwezo, mwenye nguvu, mwenye mamlaka anaishi ndani yao. Asubuhi hii ya leo nataka niongee na mtu fulani. Nataka niongee na mtu yule ambaye hajui ya kwamba Yesu anaishi ndani yake. Nimwambie Yesu anaishi ndani yako. Lakini nataka niongee na yule mtu ambaye yuko amemfungia Yesu nje kwa sababu ya dhambi anazozitenda, kwa sababu labda ya kufikiri ya kwamba yeye anatosha yeye mwenyewe, kwa sababu ya kufikiri ya kwamba yeye anaweza yeye mwenyewe. Nimwambie mruhusu Yesu aingie, akuwezeshe na akutie nguvu. Haleluya, haleluya. Uzuri ni kwamba unapomfungia Yesu nje, yeye bado anakusumbua. Na ndio maana katika kitabu cha Ufunuo anaongea na kanisa la Laodikia, na anaongea na watu wa Laodikia. Anasema, tazama nasimama mlangoni ninabisha. Mtu akiisikia sauti yangu, akifungua mlango, nitaingia kwake, nitakaa na yeye, nitakula pamoja na yeye. Hebu sema amen. Jiulize maswali. Kama Yesu hayuko kwako, na kama huli pamoja chakula pamoja na Yesu, unakula pamoja na nani? Maana katika ulimwengu tunaoishi kuna viumbe wasioonekana na kuna viumbe wanaoonekana. Wanaoonekana wanaweza wakawa ni wanadamu, wanaweza wakawa ni wanyama, lakini wasioonekana anaweza akawa ni Baba, Roho Mtakatifu, Mungu pamoja na malaika. Lakini kuna upande mwingine, kama huyu Baba hayupo, kama Roho Mtakatifu hayupo, kama malaika hawapo, kuna mashetani, kuna majini, kuna wachawi, kuna nguvu za giza. Mungu atusaidie. Kama Yesu hayupo ndani yetu ili aweze kula pamoja na sisi, aweze kufanya kazi pamoja na sisi, basi jua kuna mjumbe mwingine, kuna kitu kingine ambacho kipo ndani yako, na kuna kitu kingine unachoshirikiana nacho. Na ngoja nikupe ushuhuda huu kabla ya kuendelea. Miaka ya huko nyuma nilivyokuja hapa Tanga, nikiwa naishi pale karibu na Tanga School. Nimelala siku hiyo, mama amepika pure, nikazila zile pure na kachumbari. Sasa maana siwezi kuzila hivi hivi bila kachumbari au mchuzi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa usiku nimelala, nikawa kama nimeishia usingizini. Naomba mtu mmoja waambie wale walioko nje, hata kama ni watoto waingie ndani. Nikawa nimelala lakini sijalala. Nikiwa katika ile hali ya kulala au sijalala, nikaona lijitu fulani. Hili lijitu lina bichwa kubwa kabisa, lakini lile bichwa linaelea. Sasa katika lile lijitu nililoliona, nikaona meno yake yalivyo makubwa. Sasa lile lijitu likaniambia, wewe najua wewe unaringa. Wewe unaringa.
kwa sababu ya huyo uliye naye. Lakini wengine huwa tunakaa nao mezani, tunachukua mapure mavyakula tunayokula tunaweka hapa, likapanua ule mdomo. Sasa lilivyopanua namna ile, nikashtuka, nikajiuliza nimelala au sijalala. Nikasema Mungu, naomba utusaidie. Nikasema ngoja nimwamshe mke wangu, nimwambie ya kwamba tuombe, maana kuna maroho yametuingilia. Lakini kumbuka lile lijitu liliniambia ya kwamba wewe unaringa kwa sababu ya huyo uliye naye. Lakini wengine tunakula nao. Hawa wanaokula pamoja na mashetani ni wale ambao wanamfungia Yesu nje, wanamweka Yesu nje. Mungu atusaidie sana. Maana chupa yoyote au glasi yoyote ukiiona unaweza ukafikiri ni tupu, lakini ina kitu kilichoko ndani yake, ina hewa iliyoko ndani yake. Mungu atusaidie. Kama hakuna maji, basi kuna hewa isiyoonekana. Kadhalika mtu yoyote anaweza akawa mtupu, lakini kuna uwezekano ndani yake ni Mungu au ndani yake ni mashetani. Mungu atusaidie sana. Lakini bado mimi nikuambia kwamba lipo tumaini. Hebu sema lipo tumaini. Mwambie jirani yako lipo tumaini. Yesu anapokuwa nje, mara nyingi anaendelea kugonga ili mtu amfungulie akae ndani yake. Hebu sema amen. Akae wapi? Akae ndani yake. Na anapokaa ndani yake, ndio Paulo anasema, yani dalili za nguvu na dalili za uwezo huwa zinaanza kuonekana. Kama unanipata sema amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Nami natamani, nami ninataka kila mmoja wetu Kristo awe ndani yake, aishi ndani yake, afanye kazi ndani yake, atende kazi ndani yake. Hebu mgeukie jirani yako, mwambie unamsikiliza mchungaji. Haleluya, haleluya. Muulize tena, unamsikiliza mchungaji? Kwa upande wa pili hivyo hivyo. Jina la Bwana libarikiwe. Ni hamu yangu kutamani kuona ya kwamba Kristo anafanya kazi ndani yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa kabla ya kuona Kristo anavyofanya kazi ndani yetu, jambo la kwanza kabisa tunachopaswa kufanya ili Yesu akae ndani yetu, ili Yesu aweze kukaa ndani yetu, jambo la kwanza kabisa tunalofanya ni kumpa nafasi, kumfungulia mlango, kumpa nafasi, kumfungulia mlango. Hebu nikupe mstari ambao mara nyingi mstari huu unausoma katika kitabu cha Wakorinto. Mstari huu naupenda kwa sababu unatupa tumaini. Katika Wakorinto wa kwanza sura ile ya 16, sura ile ya 6, mstari ule wa 16, Paulo anaongea na Wakorinto, lakini katika mstari wa 17 anatoa tumaini kwa wale ambao wamemfungia Yesu nje, wafungue mlango ili kwamba aweze kuingia na kukaa ndani yao. Anaanza kwa kuambia, tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai, kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na katikati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao na wao watakuwa watu wangu. Hebu sema amen. Hebu sema amen. Sasa hii ni ahadi ya wale watu wote ambao